baadhi ya mabinti wamefundishwa kuishi na wanaume wakiwa wadogo. Akili yake inaona kitu, imemezesha kwamba kitu cha msingi ni kuolewa, na ndio maana ikapelekea mpaka wengine wameacha shule, na mpaka wengine walikuwa na kazi zao nzuri wameacha hata kazi, lengo kuolewa. Wanasahau ya kwamba mwanaume lazima ataoa kwa sababu ni agano la Mungu. Ndio mambo si vyema mwanaume awe peke yake. Atamfanyia nani? Msaidizi. Yaani kuolewa ni kitu cha lazima, au kuoa ni kitu cha lazima ambacho Mungu amesema. Matokeo yake mliwahamasisha mabinti zenu wakaanza kuyatamani mambo hayo tofauti na umri walionayo, na matokeo yake halio ikawajenga kwenye akili zao kwamba kuolewa ndiyo kitu cha muhimu kuliko jambo lolote. Na ndio maana ilipelekea wazazi wengine waliwatoa watoto wao mashuleni. Wengine muda wa kuwapeleka watoto wao shuleni waliwatoa mashuleni, hawakupeleka hata shuleni. Kisa wanategemea kuna kuolewa. Matokeo yake nini kinatokea? Ndoa za utotoni hazidumu. Na wengi waliolewa watoto, wengi waliolewa wakiwa watoto hawajadumu kwenye ndoa. Matokeo yake anakimbilia maisha ya kuolewa, anakutana kule nenda alijamaa lenyewe na likorofi makofi kila siku, anaachika anaenda kuolewa, si nyingine anaachika. Matokeo yake anaamua bora niwe single mother. Mama, wafundisheni watoto wenu kwanza kuwa na hofu ya Mungu. Alafu pili, waeleze umuhimu wa elimu watoto wako. Usiwaeleze umuhimu wa kuolewa. Kuolewa kupo tu. Na ndio maana nafikia hata hapa kanisani kuna wengine mmekuja kanisani mnatarajia muolewe hapa. Mpo. Hamjaja kuabudu. Mmekuja kutegemea kuolewa. Na matokeo yake mnapokosa waume mnatoka tena, mnaenda kanisa lingine. Yule baba sio mume sahihi, nipe mume sahihi. Yule wa kwanza sio mume sahihi. Wewe mume sahihi, wewe mwenyewe ni sahihi. Unatafuta mume sahihi. Wewe binti, wewe mwenyewe ni sahihi. Na leo inafika tu hata wamama, waume zenu mliodumu nao miaka nenda miaka rudi, leo mnawakataa. Simtaki baba nani, natafuta mume sahihi. Yupi? Kipindi unamkimbilia yule mpaka alikuachisha na shule, mpaka alikuachisha na kazi. Ukikosea mwanzo, mbele atakusumbua. Neno la Mungu linasema misingi ikiharibika wenye haki watafanyaje? Msingi ndio umebeba nyumba. Kama msingi utakuwa sio imara, ile nyumba itaanguka tu. Hata uwekewe mikono na nani, hata uwekewe mikono na nani, nyumba itaanguka tu. Mpaka leo wa mama, mabinti siku hizi wale ambao wanaolewa wakiwa wadogo, wameshamezeshwa mambo ya masuala mapenzi wakiwa wadogo, wanaanza kusema mwanaume yule wanasikizo wanaruga anazitumia. Mwanaume yule akilala ndo moja kwa moja, hamna chochote kinachoendelea. Yaani akili yake anajua ndoa ni kufanya tendo tu kila siku. Wapi? Mama, fundisheni watoto wenu. Fundisheni watoto. Mtoto anapokuwa ana kazi yake, amesoma, ameelimika, ataona umuhimu wa mume kwa wakati, ataona umuhimu wa kazi, ataona umuhimu kila kitu, atakiweka kwa utaratibu. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Kwa hiyo msifanye vitu hao mabinti zetu tutawaharibu. Sawa mama?